kuna hii time tukiwa tu Ruiru Hawkers, kuna mtu alikuja akatuambia hebu endo mjaribu soko ya Maragwa Murang'a muone venye watu wanauza. Kuna siku tulienda tuliuza kuuza. So mimi na besti yangu fulani alikuwa anaitwa Magi, tukasema wacha tufike huko tuone venye tutauza pia sisi. Tukafika huko mapema, ilikuwa Saturday. Kufika huko tukapanga vitu zetu na tukaanza. Ya mia bei we. Saa sita ikafika hatujanunuliwa. Venye saa saba ilifika mvua ikaanza. Ilinyesha hadi saa 10. Na hiyo ndo masaa watu hutokea kwenda soko. So watu kuuza kutoka saa 8 to saa 10. Mvua kuisha tukasema acha turudishe tuone kama tutauza. Bado hatukuuza. Hiyo jioni ikafika bado hatujauza. Mimi nikamwambia Magi, wacha mimi nichukue nguo zako na zangu kidogo, alafu ubaki na zingine hapa, mimi nizungushe nione kazi zitanunuliwa, alafu ubaki hapa uoneka utapata mtu atanunua. Mimi kazungusha, napatana tu na watu wananiambia hebu acha nione. Ngai nona kaire tugakoreke na nguo njega. Ukagara-ini ino ri ugaturehera na twana twakwa. Hakuna mtu alikuwa ananunua. Nikarudi hivi kwa Magi nikamuuliza, Magi umeuza? Akaniambia nimeuza tu trouser moja na ingine na nimeuza 100. So tuko na 200. 6:30 kafika watu wakaanza kufunga. Mimi na Magi tunaambia nawe, sasa tutafanya hata hii 200 tuko nayo haiwezi tosha fare. Mimi kaambia tu Magi tupange hizi nguo. Huyo Mungu alituambia tukuje huku, ni anajua venye tutarudi, na sipoturudisha ni hata ibika. Kwa hivyo panga hizi nguo turudi. Tukapanga nguo, tukarudi, tukaenda hapo kwa stage. So kila hawkers wako hapo. Tukakalia tu nguo twetu. Sasa Magera alikuwa anakuja. Anasema, "Sister Nairobi." Tunasema tuko na 100. Ati mko na ngapi? Tuko na 100. Jora hatutaki kushout tusikike na hawkers wengine hata hatujauza kitu. Lakini sasa before tufunge niliambia Magi wacha mimi nizunguke hivi nionekane sisi pekee hatujauza. Sasa mimi nazunguka hivyo nauliza hawkers wengine, emodhi kuhana atia. Sasa kuna mama fulani alikuwa anauza nguo za fagia akaniambia, tumakanyeteti ng'ori muthenya mugima. Mimi niliisha nikasema hata heri sisi hatujauza ng'ori. Sasa venye tulifika hapo kwa stage, Kamagera mmoja alikuja akacheka akasema, "Guys, sister igana no mwalirie nani wega ndimuhe kiraro." Na mimi nilikuwa naona hiyo ni idea fiti. Jukumbuka mimi kwangu inakuwa kubahatisha kama kumefungwa. Lakini sasa venye tumekaa tu hapo kukakuja Kalorika driving school tukasema tuko na 100. Akasema sawa, tukaingia tukiwa hawkers wengi. Tukafikishwa Nairobi. Sasa mimi tulifika kitu saa 5 hivi. Tulifika kitu saa 5 hivi. So mimi kufika Roysambu nikaeka mzigo yangu kwa store, nikaanza kushuka. Sasa mimi nashuka tu hivyo hadi zima nikijiongelesha sasa hii maisha. Maisha. Vile nilifika kafika kwa nyumba kapata tena kete kama niwekea padlock ingine. Mimi nilikuwa nimechoka. Kuna point tu kwa life unafika unachoka hata kuconvince huyo caretaker utamlipa juu si ati uendi kazi utafute hiyo pesa. Kwanza hata unaamka tu mapema uende hiyo kazi lakini pia upati pesa. So mimi nilikuwa nimechoka. Kushinda hapo nikimwambia, nitakulipa. Leo nitakulipa. Alafu hiyo leo umeenda kujaribu kutafuta hiyo do hata ndo haupati hata. So mimi nilikuwa nimechoka. Vile niliona ameka kipadlock na ni saa 5. Nilikuwa nimechoka kubishana na yeye kushinda hapo nikimwambia nitakulipa. So mimi hata sina nguvu, nimeshinda njaa, nimenyeshewa, hatujauza. Mimi sina nguvu ya kuongelesha huyu caretaker ati kumwambia nifungulie leo nitakutafutia pesa. Alafu alikuwa anashinda akiniuliza, "Mori nyumba ugira tukare ha?"
na si ati hutaki kulipa, ni ile pesa haipatikani. So mimi nikapanda hivyo rooftop, nikapata suja fulani alikuwa hakuwa Mkenya. Nikamuuliza, huku kwako unaweza kuwa na food? Akaniambia niko na food. Alikuwa na mchele imechanganywa na omena, hakuwa Mkenya. Alafu akanipea na strong tea kakunywa. Nikamuuliza, si basi unaweza nifungulia nyumba vacant huku, hata kama nitakaa chini asubuhi ifike nitakuwa nimejua ni aje by kesho. Akaniambia hapana, unajua caretaker atadhani tuko na kitu na wewe, siwezi kufungulia. Nikamwambia sawa basi nifungulie huko rooftop, juu kulikuwa na mabati, mimi nitakaa, alafu asubuhi ikifika nitajua ni aje. So kanifungulia huko rooftop, nikakaa. Sasa kitu 5:30 bro yangu akanipigia mapema. Njoki, ni aje? Niko poa. Uko kwa nyumba? Niko kwa nyumba. Sasa si unifungulia hapa gate nikuje. Nikashuka kutoka rooftop, kaenda nikamfungulia. Sasa alishtuka. Niko na kabag, viatu ziko na matope, na kama mtu ako na njaa ananiuliza ni nini Njoki. Sasa nainua tu hivi kichwa juu ndo nisilie niseme nilipata nyumba imefungwa, alafu nimekuwa nikiambia caretaker nitamlipa na sipati do, mimi sipati. So akaniambia wacha nipe hiyo namba ya caretaker niongee na yeye mimi mwenyewe. Alafu pia caretaker alikuwa amechoka kunisikiza. Na pia mimi nilikuwa nimechoka kumwambia. Ilikuwa imefika point namwambia si tufanye hivi, nyumba si ni yenu, wewe fanya venye unataka nayo juu sasa mimi sasa nitafanya, mimi nitadu. Sasa bro akakuja akaongea na caretaker akatufungulia, akaniambia ingia hata uoge alafu utulie. Mimi nikaingia nikaoga, alafu akaniuliza guy, hata kitu ya kukula hauna? Akaniletea food, nikakula, nikalala. Now lesson of the day, don't give up. Si unaona niko hapa, si niko uhai na sinaendelea na maisha. Usijaribu ku give up wewe, usijaribu.